Crazy Rocket, now available on PMBet. Ibana, mambo vipi tena Tanzania, popote pale tena ulipo, ni muda mzuri tena tunakutana hapa kama kawaida. Leo ni siku ya Jumanne nzuri sana ya bashasha mpwite, nami naamini ya kwamba uko nami unaenjoy mwenyewe hapo ulipo, na bila shaka uko buheri sana. Endelea kusubscribe, gusa alama kengele, kwa sababu hapa ndio mahali sahihi ambapo unapata taarifa zilizonyooka kweli na ndio taarifa zilizokwenda shule kweli. Moja ya story ambayo ni kubwa, na nikasema muda huu ambao unaekaeka za ligi, Yanga anacheza na nini, mimi bana nikupenyeze taarifa hii, ambapo bana taarifa hizi za kufukunyua kweli za friji bovu ni kwamba bana aliyekuwa kocha wa Young Africans akawapeleka hadi hatua kubwa kweli, hatua ya finali katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, na baadaye akaondoka akaenda AC FAR Rabat. Akaenda huko baadaye akatimka zake Kaizer Chiefs, namzungumzia baba Nabi Mohamed Nasir Din Nabi, mwamba raia kutokea nchini Tunisia. Mwamba huyu bwana hatimaye leo ametua Dar es Salaam katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mwalimu Julius Nyerere Terminal 3 majira ya saa 7:15 kwa saa za Afrika Mashariki. Ndio muda ambao alitua hapa nchini Tanzania katika jiji la Dar es Salaam, jiji lenye pilika kweli. Na taarifa nilizonazo kupitia kwa vyanzo vyangu, nimezungumza na moja ya mawakala na watu wa karibu kabisa na Mohamed Nasir Nabi, ni kwamba mwamba huyu Simba wamemapproach, na Simba wamezungumza naye muda kidogo mara baada ya kutoka Kaizer Chiefs. Simba kaanza mazungumzo naye. Kuna vipengele ambavyo walikuwa wanapaswa kuyamaliza, na hatimaye mwamba amesafiri rokea huko Tunisia kwa ajili ya kuja hapa kukamilisha baadhi ya vipengele ili moja kwa moja kujoin kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Sasa ni story ambayo hakika paka muda huu nilishawahi kuwajuza hapa kwamba moja ya makocha ambao wanazungumzwa kwa sasa ni Mohamed Nasir Nabi, lakini pia Miguel Gamondi ambaye wao Singida Black Stars wamemkazia wataki aondoke, lakini pia Ben McCarthy raia wa Afrika Kusini ambaye kwa sasa ni kocha wa timu ya taifa ya Harambee Stars. Kwa hiyo moja ya chapuo ambaye alikuwa anapigiwa zaidi ni kocha Mohamed Nasir Nabi, alikuwa anapigiwa chapuo kweli. Viongozi wa Simba asilimia kubwa wao wanatamani Mohamed Nasir Nabi atue pale, kwa sababu ni kocha ambaye ana falsafa nzuri, kocha mwenye mbinu nzuri, kocha ambaye ana uwezo wa kufundisha wachezaji wa kila aina, kocha ambaye anaweza kainua viwango vya wachezaji wa kila aina. Kwa hiyo wao Simba wanaamini kwamba unapokuwa na Mohamed Nasir Nabi basi mambo yanakwenda sawa. Hivi ninavyozungumza nawe tayari baba Nabi yupo hapa nchini na anaendelea na mazungumzo, na hivi ninavyozungumza na wewe kuna vipengele ambavyo vinafanywa kazi na kuna Msimbazi Simba ili mwamba huyu aweze kudondoka kumwaga wino pale, na mara moja Simba aweze kumtambulisha kama kocha wao. Kwa hiyo chukua hiyo hapo, itakusaidia mbele safari. Ni story ambayo nina uhakika ni story ya ukweli kabisa, kwa sababu nimekuwa nikifuatilia taarifa hizi na nimekuwa nikifuatilia hii saga ya Simba na Nabi na makocha wengine, lakini Nabi ndio kocha ambaye alikuwa akipewa kipaumbele kikubwa kuliko makocha wengine wote, kwa sababu tayari anajua ardhi ya Tanzania, tayari anajua ligi ya Tanzania, anajua ushindani wake, anajua siasa za mpira wa hapa Tanzania, anajua namna ya kutumia wachezaji alionao, rasilimali watu alionao. Nabi ndio kocha aliyemuibua Faisal Salum kutoka namba 6 hadi namba 10 na akawa anamnyima nafasi Stefan Aziki. Lakini pia Nabi huyo ndio aliyomuibua pia Clementinho akiwa ndani ya klabu ya Yanga. Kwa hiyo ukiangalia pale Simba kuna wachezaji wengi wazuri sana ambao chini ya makocha waliopita kina Fadu Davis bado walikuwa hawaonekani, hawapewi sana nafasi ya kutosha. Lakini kwa upande wa Mohamed Nasir Nabi ni kocha ambaye huwa anagawa nafasi kwa kila mchezaji, na ni kocha ambaye mara nyingi huwa anafanya sana rotation, lakini kocha ambaye ana damu ya makombe, kwa maana ya domestic trophies, kuchukua makombe ya ndani kwa Mohamed Nasir Nabi ni uhakika. Lakini ni kocha mwenye msimamo kweli, kocha katili ambaye huwa hakubali kabisa kupangiwa majukumu, lakini ni kocha ambaye hapendi uswahili. Kwa kama kuna viongozi wa Simba wana hiyo karibu ya uswahili, Mohamed Nasir Nabi ni moja ya makocha ambao hapendi kabisa uswahili na hapendi kabisa masihara. Akiwa kazini ni kazini, hataki kabisa kupangiwa kikosi, hataki kusikia minong'ono, hataki kusikia stories zozote ambazo
zinaweza zikatoboa mtumbwi ikiwa baharini. Kwa hiyo ni kocha ambaye yeye mwenyewe ana ambition, kocha mwenyewe objective, kwa maana mara nyingi huwa ni kocha ambaye hawezi tu kwenda sehemu fulani bila kutaka kitu fulani. Ametoka Yanga akiwa na mafanikio makubwa sana hadi finali ya kombe la shirikisho. Fiston Mayele alikuwa mfungaji bora kipindi kile, lakini akatoka kaenda AC FAR Rabat akafanya vizuri kule, akatoka kaenda Kaizer Chiefs. Msimu jana alianza vizuri, kile baadaye mambo akawa mabaya, na msimu huu pia yeye ndo alioamua kuondoka ndani ya Kaizer Chiefs, wala sio Kaizer Chiefs wao waliamua kumwacha. Kwa hiyo utaona ni kocha wa namna gani, ni kocha ambaye ana falsafa. Lakini kuna watu wanaweza kauliza kwamba kwa nini ameshindwa ligi ya Afrika Kusini na kwa nini ameondoka. Ni kwamba ligi ya Afrika Kusini, my brother, my sister, my mom, ni ligi ngumu sana. Yani ligi ya South Africa ni ngumu sana, tofauti na ligi yetu. Makocha wengi wanapoenda kwenye timu za Afrika Kusini mara nyingi wanashindwa kabisa kuhendo. Ndio maana umeona kina Roland Mokoena